Na mtazamaji wa ZD3, karibu sana katika kipindi maalum na kimetukutanisha na katibu wa siasa na uenezi anayefanya kazi zake Zanzibar, ndugu Mbeto, ambaye nimefika ofisini kwake hapa tuweze kujua mawili matatu. Kikubwa zaidi mabadiliko ambayo Chama cha Mapinduzi amekifanya, ambapo vikao vikubwa vimekaa katika wiki iliyoisha, na mwisho wa siku tayari viongozi ambao wanakwenda kuongeza nguvu katika utendaji kazi wa Chama cha Mapinduzi. Tukizungumza Zanzibar imepata naibu katibu mkuu ambaye kwa sasa ni ndugu Abdi Mahamudi Abdi, lakini pia wajumbe wa secretariat, kwa maana kwamba secretariat nao pia wameongezeka, wameondoka wale ambao tayari muda wao umeisha, wameongezeka wengine kutoka chama taifa. Kwa hiyo sisi Z3 tumeona tuje tupige story kwanza haya mabadiliko ambayo yametokea, lakini pili vitu ambavyo kwa sasa ndani ya Chama cha Mapinduzi vinavyoendelea. Katibu wa siasa na uenezi, unaifanya kazi zako Zanzibar, habari za mchana kwanza. Habari za mchana nzuri, habari zako bwana Sulemani? Mimi nashukuru. Mtazamaji wa ZD3 bila shaka anafurahia ujio wa ZD3 kufika ofisini kwako. Mwenezi, unaifanyia kazi zako Zanzibar, mabadiliko ambayo yamefanywa na Chama cha Mapinduzi hivi karibuni tu, kwako wewe umeyapokea vipi? Kwanza tuanzie hapo. Kwanza mimi nishukuru leo Zanzibar Cable Television kwa kunitembelea na kutaka nizungumze jinsi ya mabadiliko ambayo yaliyofanywa tarehe 29 mwezi wa 7 katika ikulu ndogo pale Tunguu. Kama mnafahamu, tarehe 29 mwezi wa 7 2026 kulikuwa na kikao cha maalum cha halmashauri kuu ya taifa, lakini kikao kile kilitanguliwa na kikao cha kamati kuu. Ni kawaida ndani ya CCM tuna vikao vile vya kalenda, tuseme vile kwa mujibu wa kalenda yetu, lakini pia tuna pia vikao, tunaweza kuitisha vikao kwa mujibu wa katiba ya CCM. Mwenyekiti ama kamati kuu inaweza kuitisha kikao cha chama. Kwa maana hiyo tukapata kikao cha dharura ama kikao maalum cha halmashauri kuu ya taifa, na moja kati ya ajenda ambazo zilizowasilishwa pale, tulikuwa na ajenda ya ratiba ya kuelekea maadhimisho miaka 50 ya kuzaliwa kwa CCM. Ikumbuke kwamba CCM ilizaliwa tarehe 5 mwezi wa 2 77 katika viwanja vya Amani. Ndiyo. Sasa tukifika tarehe 5 mwezi wa 2 tutakuwa tumetimiza miaka 50, ni nusu karne. Ndiyo. Sasa chama kimepanga kufanya sherehe kubwa, lakini pia ajenda nyingine ilikuwa ratiba ya chaguzi za chama. Mnajua kwamba tutakuwa ikifika 2027 kwa mujibu wa katiba ya Chama cha Mapinduzi, kila baada ya miaka 5 tunakuwa na mikutano. Ndiyo. Ama tunakuwa na chaguzi za chama kuanzia ngazi ya chini mpaka taifa. Kuna pia tukapitisha hiyo kalenda ya vikao, lakini pamoja na marekebisho mbalimbali ya kanuni za uendeshaji wa vikao vya chama, lakini pia tukawa na ajenda ya mengineyo kwa idhini ya mwenyekiti. Ndiyo. Sasa hapa ndo Sulemani, ndio ulipokuwa na interest yako sana, kwamba tukawa na ajenda kwa idhini ya mwenyekiti, ambayo ajenda ile ilikuwa na uhusiana, na bahati nzuri katibu mwenezi wa NEC Kenan ameelezea huko nyuma, lakini sasa kwa kuwa umeniuliza nitakupa kilichotokea. Kwa maana hiyo mwenyekiti alikuja na mabadiliko madogo ya secretariat ya taifa. Kwa maana hiyo tukawa na tunasema kubadilishana nafasi, na ni jambo la kawaida katika chama chetu kupokezana vijiti. Kwa maana unafika unatumika, baadaye wakubwa wakiona tukupumzishe unapumzika, ama wakiona wakubwa wakupangie eneo jingine. Ni kwa maana hiyo ni mabadiliko ya kawaida ndani ya chama chetu, na wala sio ya kwanza kutokea. Ni mabadiliko ya kawaida na mabadiliko yale yanatokea katika kuongeza nguvu ya chama chetu, na vile vile kujaza nafasi kwa watu ambao wanaona. Kwa maana hiyo mabadiliko yale
tukapata naibu katibu mkuu wapya wote wawili manaibu. Kama nakumbuka tulikuwa tuna Mungela na Dr. Mohamed Said Mohamed Dimwa. Mungela ilikuwa kwa upande wa Tanzania bara anafanya kazi zake, na Dimwa anafanyia kazi zake Zanzibar. Kwa maana kwa upande wa bara tukampata Angre Mwari ambaye ni maarufu, kada maarufu, ashakuwa mkoa, ashakuwa naibu waziri. Kwa maana hatuna mashaka naye. Kwa maana yeye akachukua nafasi ya Mungela. Lakini pia tukapata Abdi Mahmud Abdi ambaye ni naibu katibu mkuu anayefanya kazi zake Zanzibar, na yeye Abdi tulikuwa naye hapa kama usawa wetu idara ya organization miaka mingi. Ni mtu ambaye tumemlea katika chama hapa, lakini baadaye tukampeleka akawa msaidizi wa mambo ya siasa ofisi ya makamu wa pili, na bahati nzuri nilifanya naye kazi kubwa sana ya kisiasa wakati ule. Kwa mara ya kwanza tukafanya ziara, kwa maana hiyo kwenye historia makamu wa pili ama waziri kiongozi huko nyuma kutembelea majimbo 50 ilikuwa ndo kwanza Mheshimiwa Hemedi. Na yeye ndo akawa msaidizi wake. Tulipanga mimi na yeye hapa ratiba, tukapiga majimbo yote 50, na wewe nakumbuka shahidi ulikuwepo katika eneo lako la kazi. Tulipita kwa majimbo ya wilaya ya Mjini. Kwa maana hiyo tukampeleka kule kufanya, lakini baadaye chama kikamuona, tukampendekeza akawa naibu wa vijana. Tukampeleka akashughulikie siasa kwa upande wa umoja wa vijana kama mtendaji wao Zanzibar, kama naibu katibu mkuu wa vijana, na kwa kweli alifanya vizuri sana katika jumuiya ya vijana. Aliibua mambo mengi, aliibua fursa nyingi, miradi mingi, kwa kweli alifanya vizuri. Na sasa chama kikamuona kwamba kama tulimpa portion ya vijana, kaonesha uwezo wake na si mgeni kwenye chama. Kwa maana viongozi wetu wakuu, kwa maana mwenyekiti wa chama pamoja na makamu wake wote wawili na viongozi wengine wa chama, wakaona anafaa kuja kushika nafasi ya naibu katibu mkuu Zanzibar. Na kwa kweli mimi sina mashaka naye, ndugu yangu naibu katibu mkuu Abdi. Mimi mkubwa wake sana tu kwa umri, maana mimi sasa naitafuta 50 tena. Mimi na CCM nenda sambamba. Mashaallah. Sasa kwa kweli alistahili kupata ile nafasi, ana uwezo, mbunifu, msikivu, ni mchapa kazi. Kwa maana hiyo tukampata kwa upande wa Zanzibar. Lakini pia tukapata katibu organization. Kama nakumbuka tulikuwa na ndugu yetu Isa Asiu Digavu, lakini tukampata Paulo Matiko Chacha. Yeye akawa akapata nafasi ya kuwa katibu wa organization taifa. Paulo Matiko Chacha yeye akashika nafasi ya organization. Kwa maana tunapata katibu mpya wa NEC hiyo kupitia idara hiyo ya organization. Lakini pia kama mnavyojua kwamba tukapata mjumbe wa kamati kuu mpya, dada yangu Rahma Kasim Ali. Yeye alichukua nafasi ya Leila Burhan Ngozi. Kama mnakumbuka Leila Burhan Ngozi yeye alichaguliwa kwa mkuu wa wilaya. Sasa kabidi nafasi ile ya mjumbe wa kamati kuu aondoke, ampishe Rahma, akapata baraka hizo za viongozi wetu wakuu, tukampata. Lakini pia tukampata katibu mpya wa uchumi na fedha, Jamali Kasim Ali. Yeye anakuwa mkuu wa idara ya suki, mkuu wa idara ya uchumi na fedha NT. Kwa maana hiyo tukampata Jamali katika safu ambazo zilizoingia sasa. Lakini pia vile kwa upande wa Zanzibar katika nafasi ya UWT tukampata dada yetu Hadija Nasor Abdi ambaye alikuwa KMM wa idara yenu hii Sheikh Sulemani. Na yeye sasa akapata nafasi ya kuaminiwa kuwa naibu katibu mkuu Zanzibar UWT, na zile nafasi nyingine kwa maana katibu mwenezi wa halmashauri kuu taifa Kenan anaendelea kama kawaida, lakini katibu mkuu mwenyewe Asharoz Migiro anaendelea, lakini katibu wa suki Rabia pia anaendelea. Kwa maana hiyo hayo ndo mabadiliko yaliyofanyika katika kikao cha tarehe 29 mwezi wa 7 2026. Sasa kwa maana hiyo, kwa mujibu wa muundo wa CCM, naibu katibu mkuu wa Zanzibar anakuwa ndo mkuu wa secretariat ya kamati maalum ya halmashauri kuu ya taifa. Kwa maana kwa Zanzibar tukampata sasa mtendaji mkuu wa chama ndugu Abdi Mahmud Abdi, ambaye yeye anakuwa ndo naibu katibu mkuu Zanzibar.
kwa mujibu wa katiba ya CCM ndio msimamizi wa shughuli zote za chama na mlezi wa jumuiya zote, kwa hiyo ndio mtendaji mkuu, na sisi kwenye idara hizi toko tunamsaidia yeye ili kutimiza majukumu yake. Kwa maana hiyo hicho ndicho kilichotendeka, na tarehe 5 tukafanya mapokezi hapa ya kumkaribisha na kumpokea rasmi kuingia ofisini ili kuendelea kufanya majukumu yake ya kazi. Kwa maana hayo ndo kilichotokea tarehe 29, na matokeo ya hao tukawapata viongozi ambao watakwenda kuzisimamia hizi secretariat, lakini kwa upande wa utendaji, kwa maana manaibu makatibu mkuu hawa wanaenda kumsaidia katibu mkuu sasa wa chama. Angry Mwari anaenda kumsaidia katibu mkuu wa chama kwa upande wa Tanzania bara, lakini Abdi Mahmud Abdi anamsaidia katibu mkuu Asha Rose Migiro kwa upande wa Zanzibar. Asante mwenezi unayefanya kazi zako Zanzibar kwa ufafanuzi mkubwa toka tarehe 29 namna ulivyotupitisha. Kiukweli dibaji yako imekuwa nzuri, na mtazamaji wa ZDC3 basi atakuwa amenufaika na dibaji ambayo umeitoa hapo. Mabadiliko haya mwenezi ambayo yamefanywa na Chama cha Mapinduzi, mwanachama wa kawaida aliyekusikia, aliyeona yale mapokezi na wanaomfahamu naibu katibu mkuu mpya na wasiomfahamu, unadhani kwa uzoefu wako kwenye siasa wa muda mrefu mkongwe, kitu gani wategemee kitatokea katika mabadiliko ambayo yameamuliwa na vikao vikubwa vya Chama cha Mapinduzi? Mimi nadhani chama chetu afanye kazi mtu mmoja. Kwanza ni watu wasiwasi na CCM na watu kwamba sisi tunafanya kazi za team. Tunafanya kazi za team na CCM na ina machinery zake kuanzia chini. Kwa maana hiyo mapokezi yale mlioona, ambayo na bahati nzuri idara yangu inahusika moja kwa moja na maandalizi ya yale, kwa maana hiyo kwamba uitukio, yani mwitikio wa wananchi na wapenzi na wanachama CCM ni ishara tosha kwamba chama chetu kina nguvu, kinakubalika, lakini pia wameridhia, ama tunasema tumeramba dume chama. Kwa maana hiyo watu wanamfahamu Abdi, wanamjua uchapakazi wake, usimamizi wake. Kwa maana hiyo yale mapokezi ni indicator maalum kwa wale wote ambao wanafikiria labda mabadiliko haya yatakuwa yana upungufu. Kwa maana hiyo mimi nikuhakikishie na ni watu hofu wana CCM kwamba maamuzi yaliyofanywa na kamati kuu na halmashauri kwa taifa ni maamuzi sahihi kwa mtu sahihi kwa wakati sahihi. Ndugu Sulemani, sasa hivi rika kubwa ni vijana. Ndio. Na chama kina mvuto vijana. Sasa lazima uende na kasi. Leo nimekupa mfano hapa. Kwamba tulipiga majimbo 50 yote kwa siku 3 tu. Na Abdi alikuwepo. Kwa hiyo sasa hivi chama chetu kinataka kujireform, na hii ndio utaratibu wa chama chetu. Tunahitaji naibu katibu mkuu, tutakwenda naye mchaka. Na Abdi kwa hilo anaweza kazi, na mnyenyewe mnamjua. Kwa hiyo mimi natoa mashaka, tumepata naibu katibu mkuu mzuri, mchapakazi, anaelewa, anashaurika na anakubali kujifunza. Sasa sisi wa Kongo tuliokuwa hapa tutamsaidia, ni wajibu wetu kumsaidia ili atekeleze wajibu wake kwa muda ambao tutakao kuwepo. Na tukiondoka tupakuja wengine tutapokezana kijiti, lakini kwambieni CCM ina hazina ya wanachama wengi, CCM ina hazina ya watu wengi wazuri. Tena wazuri sana tu. Kwa maana utaratibu wa kawaida kubadilishana uongozi, kukabidhiana kijiti katika chama chetu. Kwa maana wala msishtuke kwamba mabadiliko yote yanayotokea labda ataleta athari yote, hapana. Hakuna kitachowasirika. Almuhimu ni kufuata kanuni, taratibu na katiba ya chama chetu, na jambo la kawaida. Leo unatumika hapa, kesho utapangiwa kwingine ama utapumzika, lakini kwa hakikisheni hakuna mwana CCM asikuwa na umuhimu katika eneo lolote ile. Utatumika katika eneo jingine kwa mujibu wa wakubwa wetu watakavyoona unafaa. Kwa maana hiyo niseme kwamba ujio wake Abdi umekuja kuleta nguvu mpya, ari mpya na kuzidisha spidi ile ambayo ilikuwepo, na sina mashaka kwamba atafanya kazi vizuri na atapata mashirikiano, na kwa kweli ameanza vizuri. Na bahati nzuri mmemsikia mwenyewe hotuba yake, mwelekeo wake, anataka chama kiwe vipi. Lakini cha kufurahisha zaidi ambacho miaka mingi huwa nakisimamia mie kwa kusema, ambapo wengine vinakujengea chuki na watu wengine vinakujengea pongezi, kuisimamia serikali. Mmemsikia kauli yake kwamba yeye hayuko tayari kuona imani ya wananchi waliotupa kutuchagua, alafu anatokea mtendaji yoyote wa serikali hatekelezi majukumu yake. Maana yake ni nini? Kufanya delivery ya zile matarajio ambayo
wananchi wanayo, kwa sababu rais anatoa maelekezo, anatoa mwongozo. Kwa hiyo tunatarajia utekelezaji wa ilani utakwenda kwa kasi, na ni mnukuu kauli yake akisema, kiongozi yoyote awe wa chama wa serikali asipotimiza majukumu yake kwa wananchi, basi tutamshtaki aidha kwenye vikao, na kwa wale ambao mamlaka ya uteuzi tutawashtaki kwa mamlaka ya uteuzi. Kwa maana hii ni kauli ya kijasiri. Tunataka kuona yale tulioahidi ndani ya siku 46 wananchi wanatimiziwa na matatizo yao yanatatuliwa. Kwa maana ameanza vizuri, ameweka msimamo wake, na tutaendelea kumzoea na kumsikia, kwa sababu mimi mwenyewe ninapanga hapa, baada taratibu za ndani tutamwandalia mikutano ya hadhara ili naibu katibu mkuu azungumze yake msimamo. Kwa maana hiyo mimi nawaambia wana CCM tumaramba dume, na kwa muda wote tutakuwa hapa ofisini, tutaendelea kumpa mashirikiano na kumsaidia ili atimize matarajio ya viongozi wetu wakubwa, kumkabidhi jukumu kubwa kama hili. Hili ni jukumu kubwa, huwezi kufanikiwa peke yako, lazima una teamwork, lazima muende pamoja, lazima mfanye kazi pamoja. Comrade Mbeto, katika moja ya maelezo yako kwamba maandalizi makubwa, na ndio idara yako ilivyo, kwamba nyinyi ndio mlosababisha mapokezi yale kufana, na kweli mapokezi yalikuwa yamefana kiasi cha kwamba ilikuwa ni siku ya kazi, watu pia wakumbuke, lakini bado watu walikuja kwa wingi sana. Kikawaida viongozi wanapokuwa wanapokelewa kutoka upande wa pili wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania wakija katika kisiwa cha Unguja, lakini pia kuna wana CCM wapenda amani katika kisiwa cha Pemba, nao pia wanatamani kiu ya mapokeo. Idara yako imejipanga vipi kumpeleka naibu katibu mkuu huyu mpya, nao wana CCM wapenda amani, wapenda maendeleo wa kisiwa cha Pemba nao wakaonyesha furaha yao iliyofanywa na vikao vikubwa kwamba nao wameenda kumpokea? Ilikuwepo kwenye ratiba, ipo au ndio nakukumbusha? Labda Sheikh Selemani, kwamba nikwambie kwamba naibu katibu mkuu anafanya kazi zake Zanzibar. Ndio. Unaposema Zanzibar ni Unguja na Pemba, na utamaduni wetu. Ndio. Utamaduni wetu umekuwa kwa miaka mingi kwamba kiongozi anapopokelewa Unguja lazima akapokelewa na Pemba. Kwa maana hiyo tayari idara yangu ishaanza maandalizi ya shughuli ya mapokezi kule Pemba, na iko tayari. Tunasubiri tarehe tu yeye mwenyewe aseme tarehe gani tuendelee na ratiba. Kwa maana ni watoa hofu wananchi wa Pemba, makada wa CCM, wanachama, wapenzi, wakereketwa, kwamba wakae mkao wa kula. Naibu katibu mkuu kipenzi chao atakwenda Pemba na atapokelewa kama alivyopokelewa Unguja. Tunaendelea na uratibu, tuhakikishe shughuli inafana kuliko Unguja. Kwa maana ni kutoa wasiwasi kwamba idara hii kwa kipindi hichi tutahakikisha kila jambo linakwenda sawa, na mapokezi jitayarisheni tu. Zanzibar Cable muhudhurie Pemba, na mtakwenda Pemba ili mshuhudie jinsi gani mapokezi ya naibu katibu mkuu kipenzi cha wana CCM wote anapoenda kupokelewa katika kisiwa cha Pemba. Na hii mimi lazima natoa indhari kwamba nimewasikia jamaa zetu Zambarau kwamba wamemleta kijana yule. Mimi nakwambia hivi, umri ni namba, it's not matters. Mwalimu Nyerere aliaminiwa nchi kwa waziri mkuu na miaka 22. Kina Jaji Joseph Sindo Warioba amekuwa mwanasheria mkuu na miaka 22. Na wote ukisikia 14 member yalifanyika mapinduzi walikuwa ni vijana wadogo kabisa. Ukiangalia cabinet ya kwanza ni watu wachache sana walikuwa na umri kuanzia miaka 40. Kwa maana hiyo umri is not matters katika uongozi. Uongozi kuna vitu ambavyo vinakubeba. Kwa maana hiyo ni watoe mashaka, na niwaambie ACT wakae mkao wa kazi. Jamaa huyu alokuja ni mchapakazi. Sasa hivi yale matusi ya Mbeto sasa nadhani atahamia kwa bosi wangu naibu katibu mkuu. Wajitayarisha, maana Mbeto anapiga misaili, ballistic misaili, jamaa na nuclear huyu. Maana huyu jamaa akipiga anafumua kabisa. Kwa maana wakae mkao kula. Kwa maana tumeanza kusikia maneno yao kutaka kutubeza, lakini wahakikishie kwamba jamaa alipoingia huyu mchapakazi, na wenyewe wataiona shughuli sio ndogo. Kama wanaingia vichochoroni, maana hiyo ataingia kwenye mashimo. Kwa maana niseme tuna naibu katibu mkuu mchapakazi, ana uzoefu na muelewa katika shughuli za utendaji, wala hatuna mashaka naye.